Hello football fans and welcome to another episode here at Whisper Sports. My name is Victor Otengo and today we are here at the Nyayo National Stadium for a very crucial game in the Kenyan Premier League between Mathare United and the famous AFC Leopards. As you know, this is one of the toughest leagues that we've seen this season, and the teams at the top of the league, the likes of Gor Mahia, are trying to ensure that they continue to get points so they can be able to win the league, and the teams at the bottom, the likes of Sofapaka and also Ulinzi, are trying as much as possible to battle as relegation looms. So as you know, the Kenyan Premier League this season has been one of the toughest and also most exciting leagues to watch, and as the popularity in terms of the Kenyan Premier League continues, many teams don't want to lose their status. So every team is trying to battle it out to ensure that they maintain their status in the league, and especially for those teams at the bottom of the league, this period will be very crucial to ensure that they get points to enable them to stay up in this league. As you know, this weekend a lot of teams will be coming against each other, and every team will be trying as much as possible to get maximum points. As you've said, we are at the Nyayo National Stadium, and currently the game between Mathare United and AFC Leopards is continuing, and there's been a lot of action. As you can hear, fans behind me, they are already pumped up for the game. The game is going to be very important, especially for AFC, who are trying as much as possible to win their first league in decades. As you know, AFC are currently with 43 points behind Gor Mahia, who are leading with 50 points. So this game is very crucial for the second team in the table to ensure that they continue pushing Gor Mahia until the end, and hopefully AFC Leopards fans will have a league title to boast after a long period without any league title. So here we expect that we are going to have a very beautiful game, and keep it Whisper Sports for all your sporting action. Let's go. (4-1) against AFC Leopards. Mathare United wametrash AFC leo. So hapa tuko na fan, tunataka kusikia maoni yake. Tuambie jina tafadhali. Kwa majina naitwa Titus Okumu. Kutoka Busia. Mimi shida yangu ni coach. Itakuwaje coach anatoa mchezaji mwenye at least mwenye anacheza mwenye tunatarajia afunge bao, alafu anaingiza mwenye hata hawezi tufungia bao. Imagine timu kama FC na zimebaki 20 minutes game iishe, tuko 1-0, tunakombolewa aje hizo mabao zote? 4-1 inakuaje? 4-1 tunapigwa timu yenye inataka kubeba kikombe. Ni mauchungu sana leo, tunalia leo, na leo tukisema hivi tu vile tunalia hivi leo, kocha pia anaenda. Kocha lazima afutwe. Sio tafadhali. Mko number 2 ni 6 points peke yake na Gor Mahia. Si 6 points, ni 7 points. Ni 7 points, na ndio hiyo Wednesday tuko na Nairobi.
hapo hakuna hata namba 2 nini kitu yenye tunalia uchungu. Mathare kutupiga 4-1 hiyo na aibu, na tulipiga Shabana 5-1 inakuaje? Mathare inatupiga 4-1 within 20 minutes. Sisi kumbaya tu kwa FC. Sisi kwanza mafans, hii timu ni ya community ya babu zetu, ndio wanatuchangamsha hii game. Ndio sababu wanafanya sisi tunapenda FC. Ndio sababu tumeamua kocha lazima aende. Alitufanyia hivyo game ya KCB. Tena the same mistake tena amerudia game ya Mathare. Ni kama wanatufanyia match fixing. Ni uchungu. Kwa majina naitwa Nathan kutoka Bungoma branch. Nimeanza na kusema ni uchungu. Ni uchungu sana because hata we are still celebrating Ingwe 62. So hii game ilikuwa important sana tushinde, to celebrate, to finish leo. Yes, ni anniversary but imekuwa ni mbaya na tumelose vibaya sana. So far hii ndio game tumelose na mabao mingi sana so far. Yeah. Unaweza sema shida ilitokelezea wapi? Because after kufunga bao ya kwanza ilikani kama itakuwa an easy win for Ingwe. Alafu sasa the other side wakaanza kushambulia. Ni poor decision making kutoka kwa ref, kwa coaches. Hii siwezi blame referee ama siwezi blame players. Ni mismanagement ya game ya kutoka kwa coaches because all sub amefanya na kuchange game imekuwa negative. So na hii imetucost some games. I don't know kama coaches will learn game because inafaa unakuwa na learn mistake kwa kila game unacheza. You know your strength na pia una watch games zingine unaangalia their strength, you compare yourself. Ni kama we are still stagnant hapo mali tuko, we don't learn from game tumecheza. Yeah. From a lot of sentiments mafans wa AFC, it seems like msha give up in terms of league considering sahi ni 6 points. If Gor win tomorrow itakuwa around 9 points. But at the end of the day bado 11 games to play. Unaonaje? Kulingana na mimi hii ligi sija give up bado. Kulingana na mimi sija give up. But game kama 4 zenye zinakuja tusipoweka clear win, tukivambo na hizi points venye tumevambo leo, hii ni kama hii ligi inatutoka pole pole. Naona ni kama tunarudi kwa hiyo system tu ya kitambo bado ya next season. Yeah. Any message for the players especially when walikuwa demoralized after your loss? Kuna next game but hii ifikie kila player. Ukiwa FC inafaa ulichaguliwa because unajua hii team ni kubwa, iko na pressure. Unaona? No, pia sometimes ukiona hii badge na kama inakuwa mzito sana, unasema usikuwe na pressure wewe peke yako huko na kufa. Kuna matimu zingine huku nje, you go we sign other players na wanacheza. Hii at 62 we expect to results na iko na pressure. So next game weka bidii, shinda. Tunataka games 5 zenye zinakuja hivi zikuwe ni must win, ndio saa urudishe. Bure mnafukuza mafans kwa uwanja. Yeah. Majina naitwa Quinton Ngidoro. Mimi kwa sema ukweli, it's very demoralizing. Leo mafans hatuko very happy. Tumezoea kushinda hapa, kila mtu anajua FC kupigwa Nyayo ni ngumu. Hata Mathare wenyewe mentality yao walikuwa wamejua hii game hapa itakuwa ngumu, na maybe they were coming to settle for a draw. Yeah. But it's embarrassing from 1 goal up kukuja mpaka 4-1. Unajua kitu ya kwanza ukiwa FC as a player, you should just play for the badge, then we shall remember your name at the back later and your name will be history to the club. Ile kitu naweza sema hivi, mafans naona mafans wengi sasa wame give up, wamesema Gor imeenda na kikombe. For me, for a matter of fact, as a fan, mimi sija give up. Anything can happen. This is a game of football. Gor mnaweza give up hivi, mbone Gor kesho ime lose against Ulinzi. The same fans utasikia tena wakirudi kwa uwanja wakisema aje tutabeba ligi. So mimi like tunaweza ambia tu mafans ni watulie. Tuone the following games. We are back here on Wednesday against Nairobi United, a very formidable team. Na sahi mimi kitu niliambia coach after a loss against KCB Kasarani, niliambia coach, handle every game as a final. You know ukisha handle kila game as a final,
na kuwin lazima kuwe consistent. Consistency is just the key to become victorious. Ile vitu tumeona hapa leo, it's very embarrassing by the way. Yeah. So you want to say something? I really want to say something. Tuambie that something. First of all, we've been thoroughly hooked. That's a thorough hooping. Now I feel how my friend was feeling when we were here with Shabana. Now I feel like it. I just want to apologize, first of all. Either way, I also want to accept that this is football. And the kind of hooping that has happened today, ile yenye headmaster anachukua miguu zako anaweka kichwa chako anaweka katikati ya miguu na anafunga na anashika miguu side nyingine, and then your ass is just carving out against the cane. It felt like that. So painful. To the management, please don't make us feel like this again. Don't ever make us feel like this again, because we do pay to come here in numbers. And when it's a bad day in office, we really do understand. Like a bad day in office, you could see it. Today was disrespectful as an Ingwe fan, as a branded Ingwe fan. Na kwanza jazi ni ya kitambo. Ebu capture that. It's also an issue. Because where's the merchandise us? Another story for the day. Today, bad day in office. Azia Matere, bad day in office. But big up the boys. Big up the boys. I know it's not easy on these lines. Big up the boys. But atupendi. So that is the end of the game. AFC Leopards have been thrashed 4-1 by Mathare United. Even after scoring early in the second half, it wasn't the game that they expected. Mathare United came back after their equalizer. It went all down the drain with AFC continuing to concede. The coach made a couple of changes which for some of the fans didn't seem reasonable. And in the end, they ended up losing the game 4-1. And that means that they are now catching up to Gor Mahia in the title for in the battle that is for the title. It wasn't the game that many of the fans expected. Many expected that it would be an easy game. AFC would just take their 3 points and go home. But now that is 6 points behind Gor Mahia. And as you can see, tomorrow if Gor Mahia are able to win versus Ulinzi Stars, then it will now be a very hard task for AFC to try and catch up to the title leaders.